Unapolitaja jina la St. Peter's Makunda, inajichora taswira ya shule isiyo na ubora katika kaunti ya Busia, eneo bunge la Budalangi, Bunyala Central Ward. Lakini je, ni kweli St. Peter's Makunda ishawahi kuvunja rekodi zaidi ya 5 kwa kuliongoza jopo la shule za eneo bunge kuanzia mwaka 2002 hadi mwaka 2015, ambapo mambo yalianza kwenda segemnege. Leo tutazungumzia shule iliyokuwa bingwa tangu jadi hapo Busia, eneo bunge la Budalangi, inajiita St. Peter's Makunda. Jina langu ni Evans Osembo. St. Peter's Makunda kwa sasa ni shule ambayo inaongozwa na Mwalimu Thomas Owaki kama mwalimu mkuu, akisaidiwa na Mwalimu Julius Mudibo kama naibu wake. Kazi ya mwalimu huyu Thomas Owaki toka ingie kwenye shule hiyo imeonyesha mabadiliko makubwa toka mwaka 2024 hadi mwaka 2026. Angalia, ni muda wa miaka 2 tu na ambayo hata haijakamilika, ila ameleta mabadiliko inayowaacha wengi vinywa wazi. Akiingia shuleni humo mwaka 2024, Makunda ilikuwa imeshikilia nambari 2. Najua wengi wanadhani ni nambari 2 kutoka juu. Hapana, ni nambari 2 kutoka chini. Shule kwa kawaida zilikuwa 12, ila Makunda wangeamua kujishikilia kwa shule ya mwisho ili kwao wasianguke. Na labda niseme kuwa hapo ndipo maisha ya walimu wa Makunda yalianza kuwa magumu. Walimu walistahimili maumivu makali ya cheche za matusi kutoka kwenye viongozi wa eneo bunge la Budalangi. Alishawahi sema legend mmoja pale shuleni, Mwalimu Mr. Bernard Owino: "To my fellow teachers, don't be disappointed with what people and leaders say about the school. Let's work together, bring back the name of great Makunda." Labda niseme kuwa semi hiyo ndio iliyonyunyuzia maji ya barafu kwenye mioyo ya walimu, iliyokuwa ikiangua maumivu makali ya matusi ya viongozi hao. Sitowataja viongozi hao kwa sababu za kiusalama. Labda mnialike, halafu myadondoshe maswali hayo, halafu mimi nitawajibu moja kwa moja. Wanafunzi wa Makunda nao walisitisha kuhudhuria hafla zozote, hata misiba iliyogusa kabisa. Hawakuhudhuria hata kwa nyaunyo au risasi. Walisimama na misimamo yao kuwa hawatohudhuria kutokana na fedheha. Nakumbuka siku moja pale eneo la Mkobola, mazishi ya mwanafunzi Winfred Otumo. Huyu alikuwa mwanafunzi wa Makunda. Cha kushangaza, kila kiongozi aliyekuwa pale aliposhika kinasa sauti, lawama zilitupwa kwa walimu wa Makunda. Ingekuweko
Taswira iliyojichora ilionyesha kuwa Makunda ndio ilikuwa chanzo cha matokeo duni ya shujaa huyo aliyekuwa akisindikizwa kwa baba yake wa imani. Aibu ilipowazidia walimu, aliamka mmoja baada ya mwingine akijiondoa kwenye vinywa hivyo vya lawama. Hebu liwaze hili. Mwalimu wa shule ya mwanao amekuja kuleta pole kwenye msiba wa mwanao. Baada yake anaangukia matusi na fedheha mbele za wanafunzi wake. Wanafunzi nao wanashuhudia chache zile za fedheha na matusi kwa walimu. Halafu siku iliyofuata walimu hao ndio walioingia madarasani kuwafundisha wanafunzi. Je, kama ni wewe, ujasiri huo ungekuwa nao? Jibu ni hapana. Mwaka 2025 walimu hawa waliwashangaza wengi. Wakiongozwa na Thomas Owaki, walipeleka shule nambari ya 6 kutoka juu, kutoka kule nambari ya 2 chini. Angalau shule ilianza kupata afueni baada ya mwanafunzi wao kuongoza eneo bunge la Budalangi kwa jumla. Sasa hayo hayashangazi. Mwanafunzi huyu aliyeitwa William Semo Tiko alishikilia nambari ya kwanza kabisa kwenye kaunti ya Busia na grade ya A. Aibu ikabadilishwa kwa vifijo, shangwe na nderemo. Labda niseme kwamba nichukue muda kidogo ili nibugie angalau fondo la maji nikikupangia simulizi ya The Great St. Peter's Makunda. Niite Evans Osembo.